ana roho au moyo wa kuridhika. Chochote anachofanya au anachokipata au anachofanyiwa anashukuru, amejaa shukrani. Kwa hiyo Mungu atusaidie wanawake, malalamiko sio mazuri. Wengine haturidhiki, mume anafanya hivi, atakupa mahitaji, atanunua, atakupa, anajitoa kwa habari ya kuitunza familia, atasomesha watoto, atahakisha familia inakula vizuri, inavaa vizuri, wakati mwingine anakutunza vizuri na wewe mke, lakini wako wanawake haturidhiki, tumejaa manunguniko. Kosa sasa huyo baba akuahidi kufanya jambo afu asilitimize. Unasahau kabisa kama na wewe ni mwanadamu, kuna mambo wewe unaahidi lakini unashindwa kuyatimiza. Kwa hiyo tunaona mwanamke huyu si mtu wa malalamiko, si mtu wa manunguniko, kwa sababu yeye ni mnyenyekevu. Hata anapokutana na kinyume na matarajio yake huwa ni mwerevu, anaelewa na anachukuliana na hali zote. Kwa hiyo tunaona uwezi kukuta analalamika kwa habari ya mume wake, au analalamika kwa mume wake, au analalamika mbele za watu. Unaweza kukuta mwingine mwanamke anamshutumu mwanamume mbele za watu, uwezi kujua hata kama ni mume wake. Mwanamke huyu kwa sababu ana thamani kubwa, basi thamani ya kwanza inaonekana kwenye ndoa yake, na tunaona si mtu ambaye anaweza akaonyesha viashiria vyovyote au dalili za kuonyesha kwamba anamvunjia heshima. Na pia tunaona pia mwanamke huyu hashindwi hata katikati ya changamoto, kwa sababu anajua Mungu yuko upande wake. Huwezi kukuta kabisa anakiri kushindwa au anaonyesha dalili za kushindwa, kwa sababu yeye si mtu wa kukata tamaa. Wakati mwingine ni kweli kama mwanadamu anaweza akapitia changamoto kwenye ndoa, lakini yeye huwa akili kushindwa. Anajua Mungu yuko upande wangu, hata hili nalo litapita. Jambo jingine tunaona pia mwanamke huyu wa thamani huwa hatoki kwa ajali. Yaani hawezi kutokea hivi hivi tu. Huyu mwanamke wa thamani anajengwa au anatengenezwa. Kwa hiyo mwanamke huyu, hata mimi na wewe, baada ya somo hili ukagundua kuna maeneo mengi sana labda tumepungua au maeneo fulani yamepungua, basi tunaweza kufanya mambo yafuatayo ili tuweze kuwa wanawake wa thamani kubwa. Jambo la kwanza, mwanamke wa thamani, ili uweze kuwa mwanamke wa thamani unahitaji nidhamu. Na ninapozungumzia nidhamu, kama ni binti, unaanzia nidhamu kwa wazazi wako. Ukiweza kuwaheshimu wazazi, basi ni rahisi baadaye kuja kumheshimu mume wako na wakwe zako. Na ukiweza kumheshimu na kuwa na mahusiano mazuri na kaka yako na dada yako au na watu waliokuzidi umri, ni rahisi sana kuja kufanya hivyo au kuheshimu baadaye mawifi, mashemeji na ndugu za mume wako. Kwa hiyo binti, eneo la kwanza la kujifunza nidhamu ni kwenye familia yenu. Na sisi wanawake, Mungu tayari ameshatupa ndoa ili tuweze kuwa wanawake wa thamani. Hata kama tulilelewa kwenye familia za aina gani, kitu cha kwanza ili kiweze kutusaidia kuwa wanawake wa thamani, tunatakiwa kuwa na nidhamu. Kuwa na nidhamu katika kunena, kuwa na nidhamu katika kutenda, hata kuwaza. Hakikisha unailisha akili yako mambo mema. Sikiliza yanayofaa. Angalia vitu vinavyokujenga. Ambatana na watu ambao wanakupa heshima. Usipokuwa na nidhamu binafsi, sio rahisi watu wengine wakupe nidhamu au heshima. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na nidhamu katika maeneo yote. Kwenye ndoa yako, kuwa na nidhamu. Kitu ambacho mume anasema usikifanye, anakukataza mara kwa mara, kiache. Jijengee tabia hiyo. Epuka kurudia makosa mara kwa mara. Kuna kugafilika, lakini kuna mwingine inakuwa ni tabia unajijengea. Kwa hiyo jichunguze yale mambo ambayo unaona hayafai, mume wako hayapendi au jamii ulionayo karibu hayapendi, basi hakikisha unaacha. Kwa hiyo hakikisha unakuwa mwenye nidhamu. Heshimu watu wote, thamini watu wote, jali watu wote, chukuliana na watu wote na hali zote. Kitu kingine ni lazima uwe mtu wa maombi. Kwenye nidhamu hapo nikirudi pia lazima uheshimu ibada.
Hakikisha unakuwa mtu wa ibada, heshimu ibada. Muda wa Mungu ni wa Mungu. Ni kweli tunafanya kazi kwa bidii, tunafanya biashara na mambo mengine kama hayo, lakini hakikisha unakuwa mtu wa ibada. Jambo jingine, hakikisha unakuwa mtu wa maombi. Kuwa muombaji. Hakikisha unakuwa na ratiba zako binafsi. Omba. Kuna tabia unaona uzielewe, umeshindwa kuziacha kwa nguvu zako, yuko Roho Mtakatifu anayetufinyanga. Omba, na anapoingia kazini kukufinyanga, kubali kufinyangika. Hakikisha unakubali kubadilika ili kuhakikisha unajengeka na kuwa mwanamke wa thamani. Kitu kingine, penda mafundisho. Hakikisha unapenda kujifunza. Mafundisho au maarifa haya yanatujenga, yanatubadilisha. Neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Unaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo Mungu ametupa maarifa sasa hivi. Mitandao ipo. Mungu ametupa walimu mbalimbali wazuri ambao Mungu ameweka maarifa ya kimungu ndani yao. Hakikisha unawatumia hao. Sikiliza maarifa. Soma. Wakati mwingine soma vitabu mbalimbali vyenye kujenga kutokana na kile ambacho unatamani Mungu afanye katika maisha yako. Kama ni maarifa ya kindoa yanakupungukia, basi hakikisha unasoma vitabu vinavyohusiana na ndoa na familia na kadhalika. Kwa hiyo hakikisha unakuwa mtu wa kujifunza. Penda mafundisho. Sikiliza. Mungu anaposema na wewe uwe tayari kubadilika. Usishupaze shingo. Mungu atusaidie sana wanawake. Kitu kingine, kujithamini. Ili uweze kuwa mwanamke wa thamani lazima ukubali kujithamini. Jipe thamani, jithaminishe. Ukijithamini wewe na watu watakuthamini. Jambo jingine, hakikisha unampa Mungu nafasi. Mpe nafasi Mungu. Mpe nafasi ya kwanza. Anapokukemea, acha kukemee. Anapokuonya, kubali maonyo. Anapokufinyanga, kubali changamoto hizo jamani. Mungu anazileta ili kutuchonga, ili kufanya tuwe wanawake wa thamani. Usikimbie changamoto. Simama imara. Haijalishi unapitia kwenye ndoa yako changamoto gani, lakini hakikisha unasimama na Mungu. Jua tu kwamba Mungu yuko ili kukuchonga. Na jambo jingine ambalo tunaenda kuliangalia ni kwamba mwanamke huyu wa thamani kubwa, siku zote huwa ni nadra kumpata. Lakini kwa sababu anatengenezwa, inawezekana tukawa nao wengi kwenye ndoa, kwenye jamii, familia, kanisani na popote pale. Na pia tunaona mwanamke huyu ni mwenye nguvu ya utulivu. Inawezekana wanawake tukawa na nguvu kubwa ndani yetu na tukawa na utulivu. Jambo jingine ni mlinzi wa moyo wa familia. Mwanamke huyu ni mlinzi wa moyo wa familia. Anajitambua na anasimama katika nafasi yake kwa uaminifu. Na jambo jingine ni chombo cha baraka na pia ni alama ya uwepo wa Mungu. Anapokuwepo mwanamke huyu wa thamani, basi tunaona kwamba Mungu anajivunia yeye. Mwanamke wa aina hii hubadilisha historia ya familia, historia ya jamii, kanisa na popote pale anapokuwa. Ujumbe wangu ni kwamba hakikisha unakuwa mwanamke wa thamani. Usijaribu kuwa mwanamke wa thamani kwa ajili tu ya mume au mwanaume, wewe binti, bali jua kwamba wewe ni mwanamke wa thamani kwa sababu Mungu alikuumba hivyo. Na pia wewe ni wa thamani na wewe ni wa heshima. Jambo jingine, wewe ni wa kipekee sana. Kwa hiyo wewe ni mwanamke wa thamani. Usijikatae, usijidharau. Mungu amekuumba kwa kusudi na anajua kwamba wewe unastahili na unaweza. Popote ulipo, simama kwa ushindi. Jitamkie maneno hayo. Mungu akubariki sana. Ninakupenda sana. Shalom, shalom.